Naima. Hebu acha masiara basi. Naima ninemjua mimi ndo amefariki au? Mwana, mimi nikuongopeka kutaka nini? Na kwa nini zushie kifo? Kwa nini nianze kwanza kuwazushia watu tu kwamba amekufa aliyakuwa kwamba aliafa? Naima amefariki. Amini ninachokuambia kwamba Naima amefariki. Naima hatunaye tena duniani. Kaka, unajua mimi nachoka Yaani mimi nimechoka. Ni dhahiri kabisa kwamba mama anahusika na hiki kifo cha Naima. Kwa nini nyingine kila siku ni sisi tu? Kwa nini kila siku aibu ni kwetu? Tutashindwa si mpaka lini? Watu wote bakijini watuogopa, wanatuona si kama simba kwa sababu ushirikina wa mama. Kweli? Yaani mama ameona haitoshi Naima kumfanya ndondoa cha vile, kumfanya mtoto wa watu kama mtu asiojielewa. Leo tena akaamua muue kabisa. Kwa kweli kaka mimi yaani nimechoka. Yaani mama unajua anachotufanyia sio kitu kizuri. Light kama kwamba kubaa watu wangekupa na badilisho, mimi ningeenda kumbadilisha hata na dumu la maji niende nichotee tu maji basi maisha mengine yaendelee. Kwa sababu wanatia aibu. Kila siku tumekuwa watu wa kusemwa sisi, tunatoswa na majirani, tunatengwa na watu kwa ajili yake kwa sababu mtoto wake akishirikini. Kweli? Haya maisha gani ambayo tunaishi? Ukisema mama yako mbadilisha dumu la maji utakuwa unakosea kwa sababu yule ni mama yako mzazi. Cha msingi ni kukaa na mama tuongee naye au tutafute njia ya kufanya ili haya matatizo yaishe. Ana faida gani? Sioni kama mama ana faida kwetu. Kwa sababu yeye ndo amekuwa chanzo kikubwa cha kufanya sisi maisha yetu yanayumba. Kufanya sisi tuweze kutengwa na majirani, tuweze kutengwa na watu. Sisi tunatakiwa tuendelee kuishi. Umri wetu bado mdogo. Kwa nini anatufanyia hivi? Hata kama lakini natakiwa sisi tukae. Kukaa kuongea nao kutafuta njia gani ya kutatua hili tatizo. Kwa sababu haiwezekani kwa kijijini hapa watu tuteseke sisi tu. Tukipita huko watu wanatukimbia sisi tu. Kwa nini mimi najisikia vibaya? Sasa na mimi labda tu nikwambie kitu kimoja. Na kaa vizuri na mamako. Kaa naye, zungumza naye, ongea naye. Mwambie vitu ambavyo anatufanyia sio vizuri. Vitu ambavyo anavifanya vinatuumiza sisi. Havimuumizi yeye. Yeye kama kukua amekuwa, yeye si bado tunatakiwa tuendelee kuishi. Kaa naye, zungumza naye. Mkuu! Mama Mwanaidi, mbona ghafla mno? Kulikoni? Mkuu, kuna tatizo nyumbani kwangu. Tatizo gani hilo? Mkuu, juu ya watoto wangu. Watoto wangu wananifuatilia sana juu ya maisha yangu. Hata wakienda kwa majirani wakinitangaza kwamba mimi ni mchawi, nafika mahali mkuu nashindwa kufanya kazi zangu. Mama Mwanaidi, mimi hilo ninalijua muda mrefu sana. Nalijua kabla wewe hujajua kwamba hivi sasa unapewa misukosuko na watoto wako. Ila nachotaka kusema mimi kwa maanao, mtoto yake nepi bwana? Mtoto anaweza kumzidi mama? Nazi inavunja jiwe, lazima jiwe ndio ivunje nazi. Wewe ndio mama, wale watoto wako, kwa maanao. Ila naona tatizo moja hapa. Yule mwanao Mwanaidi, kama tutampata Mwanaidi, tukamkamata barabara, tukamleta katika hiki kilinge na kumwapisha kumpa cheo, vidomo vyote vya watoto wako vitakuwa vimekwisha. Hakuna. Takuwa tumeshamaliza kazi, wewe utafanya kazi zako kwa uhuru na msaada utapata kutokea kwa mwanao. Kuwa fanya kazi zako kwa uhuru
mimi niko pamoja na wewe. Sawa Sawa. sawa Sawa. baadaye. Nimekutaka shoga yangu nije nikwambie ukweli. Mimi urafiki tunapoendelea, yaani unanishinda kabisa, unanishinda. Mama yako tena kaenda kumuoa Raila. Yaani kaenda kumuoa kabisa mtoto wa watu bila hata haya. Yaani nimekuita hapa ili nikwambie urafiki wangu mimi na wewe basi. Yaani ufike mwisho. Naogopa na mimi kufa. Lecho, hata kama kweli mamangu ndio kamuua Naima, kijiji kizima hicho anavuma yeye ndio kamuua. Lakini mimi sijamuua Naima. Kwa nini unakuja unakataa urafiki wangu mimi na wewe ufe? Mwanaidi, nisikize nikwambie kitu. Nilikwambiaje mara ya kwanza, mtoto wa nyoka ni nyoka. Mimi siwezi jua labda mamako kamuua peke. Labda na wewe ulishirikiana naye. Nisikize nikwambie kitu. Tukikutana shambani, kila mmoja afate aliyompeleka. Kama kulima kila mmoja alime. Tukikutana kisimani, kila mmoja afanye yake aliyompeleka kule kisimani. Nadhani kama unanielewa vile. Pia kitu kingine, tukikutana barabarani kila mmoja afate yake. Yaani usinisemeshe. Yaani kuanzia leo ninavyoongea, huu mguu ninavyotoa hapa, urafiki wangu mimi na wewe basi. Umenielewa? Serejo ukinitenga mimi nitakana nani? Wewe mwenyewe unajua kijiji kizima wamenitenga. Watu wote mimi wamenitenga wananiogopa. Na wewe ukinikimbia. Rejo bwana, yeye mkumbuka si wapi tumetoka. Usije ukafa rafiki yetu kwa sababu ya mamangu, naomba. Ndio hicho nilichoamua. Kwa heri. Nadhani umenielewa. Rejo Sasa mamangu ndo mchai, mbona kila mtu ananilalamikia mimi, kila mtu ananilaumu mimi, mnanitenga tenga, sasa mimi nitakana nani? Wachai wakubwa wewe. Alafu unaonekana umekaa kimwanga. Hivi unajua kama nani mwanga wewe? Alafu unakataa tu mimi sio mwanga, mimi siji kuloga. Na nakwambiaje mwaka huu lazima mtatengwa sana kwa sababu ya uchoi wenu. Yaani nyewe zenu wazae nyeka zenu kuwatafuna. Watoto wao nyeka zenu kuwatafuna. Hivi mnajua la kutafuna nyinyi? Kwa nini msikitafuna hizo miili yenu? Alafu maskini ya Mungu, mtoto watu bado mdogo. Naima wa watu ndio kwanza anachipukia hata ubwa shingo hajampata. Nyie tayari mmesha na kutafuna. Hivi kwa nini msichukue miili yenu mkakata mkaitafuna? Yaani kwenye kijiji hichi kila kitu nyinyi mnatafuna. Mkiona watu nyinyi mnatafuna. Yaani yeye kazeni kuwatafuna. Nakwambia ni vipi? Huo uchai wenu upo mwisho. Na nakwambia sasa hivi ona ni yani siku mkija kuniloga mimi. Siku mkiingia kwenye mziki huu, nakwambiaje si mtanibeba gani? Mtanibeba vipi? Si mtanibeba kwa mziki upi? Tena nakwambia kabisa. Nakwambia kabisa wale gani hao? Sio mimi. Tena mimi naona kama sumu. Mwanga mkubwa wewe. Mwangalia usovu mpalama. Macho makubwa kaka kikombe cha kahawa. Nyo! Shangwe, wachai wakubwa nyinyi. Nakwambia mpiga koma mwaka huu. Majinga nyinyi. Chai. Tena yonda kama vile mama yako mzazi mimi sirogeki. Naima amekosea nini mama? Kosa gani kubwa na baya mbona Naima anakuja mpaka mkono kwa mamangu kwa mafikia unajipatisha dhambi bure. Mama utakuja utapata laana damu wrong za watu wangapi wanalia kwa sababu yako mamangu kwa nini? Kitu gani kibamba tunakufanyia Naima? Mpaka leo unafanyia vitu kama hivi kwa nini mama? Mapunda. Tambua mimi ni mama yako. Na mambo ninayoyafanya mimi wewe hayakuhusu. Kwa nini unapenda sana kufuatilia mambo yangu wewe? Naima ameondoka kwa jeuri zake mwenyewe. Na si Naima tu watakaoondoka. Wale wote wanaojiinua kwa jeuri, wote nitawatafuna kama nyama. Mama, labda tu nikwambie kitu kimoja. Hakuna hata siku moja kuna mchawi ambaye amesha kupata tuzo mama yangu. Zaidi ya laana tu ambazo anajipatia. Na usitegemea hata siku moja kama kuna mtu atatoka huko alipotoka akakupigia makofi kutokana na uchawi wako. Mama, unaua watu ambao wana hatia. Unaua watu ambao mamangu. Kwa nini unafanya hivyo? Kwa nini? Wewe ni mtoto mdogo sana. Masuala ya uchawi wewe hayakuhusu. Niachie mwenyewe, mwenye kazi yangu. Na wewe hizo jeuri ulizokuwa nazo wewe utafuata
Makondo wa Naima. Utaondoka kama Naima? Mama, nazungumza hivyo ndio. Asante mama. Wewe endelea. Tuone mwisho wake utakuja kuwa nini. Kama tuone hata kama kuna mtu hata mmoja atakuja atakupigia makofi kutokana na ushindi. Endelea kupata dhambi mama. Mwanga mkubwa. Umekuwa nani kila siku kwa watu wote wanalia kwa sababu yako kila siku bwana? Wewe punguza jeuri. Jeuri wewe lazima itakuondoa. Ni kwa sababu nina uwezo huo. Na watu wote wanaonisumbua hapa kijijini kunitangaza habari zangu nitawachukula wote na hakikisha naumaliza. Nimekuja hapa sikuwa na lengo baya. Nimekuja kukupa wewe pole kwa msiba ambao umekuta. Lakini msiba wa Naima usikufanye wewe ukose raha kiasi hicho. Kumbuka kifo ni ibada. Leo amekufa Naima, siku nyingine atakuja kukufa mtu mwingine. Kila binadamu lazima afe. Lakini tu ndio msiba huo utokee ukufanye wewe ukose raha, ukose amani na kusalimia watu kwenye sikia, na labda unanifikiria vibaya. Usinifikirie mimi vibaya. Kifo Mungu ndio huwa anapanga. Mungu ndio amepanga hicho kifo. Huwezi kubadilisha maamuzi ya Mungu hata siku moja. Umemaliza? Haya, sasa umekuja unataka uondoke na nani tena? Maki tumebaki wawili. Unataka uondoke na nani kati ya hao wawili? Mbona alivyokuwa anaumwa sija kuona wewe kuja kumuona. Sasa hizi kafa unaleta miguu yako mapua yako hapa kuja kumuona, unakuja kumpa pole nani? Wewe kama nani? Kama nani? Naomba uondoke. Njia mama, njia huo jia ndio uondoke nayo, naomba utoke. Naomba uondoke. Toka. Naomba uondoke. Mchawi mkubwa wewe. Chonge, hata mimi nachukizwa sana na tabia ambayo iko nayo mama yangu. Si kana kwamba naipenda na usizani labda mimi naipigia macho, labda anaifurahia ama ni vipi. Mimi nimekuwa mtu wa kwanza kuweza kumuona. Kila siku nazungumza naye, mimi sipendi, sihitaji. Lakini hii yote isiwe sababu mimi kuweza kuachana mimi na wewe. Kwa sababu mimi nilikupenda wewe, sio shirikina mama yangu ndio ulikupenda wewe. Mimi ndo nakupenda. Kwa nini unanifanyia hivi? Kwa nini unanyanyasa? Kwa nini unanyanyapaa? Kwa nini? Kosa langu kubwa liko wapi mimi? Nikajua bwana sera mpya, kumbe sera ni ile ile. Sikiza Mapunda, ndio kitu kimoja. Hata siku moja siwezi kuwa na mahusiano na wewe. Maana mtoto wa nyoka siku zote ni nyoka. Na wewe ni mtoto wa nyoka na mimi na wewe ni nyoka. Mamako kaumiza watu wangapi hapa kijijini? Kawafanyia mabaya watu wangapi hapa kijijini? Tumekaa matanga sehemu ngapi hapa kijijini kwa sababu wewe mamako? Eti roho. Sikiliza ngwambie. Nilishakwambia Mapunda usinifuatilie. Mapunda nilikuonya. Sio mara ya kwanza leo. Narudia tena Mapunda sikupendi. Kutaki, sikuhitaji. Na sitaki tena unifuatilie. Kama unataka kunifanyia ubaya kitio mamako, kanifanyia ubaya kwa sababu unajua kwa sababu kukataa basi utanikia na mimi matanga. Sikiliza basi kwanza.